Kuna tofauti ya mapumziko kati ya mwili na roho au nafsi. Wewe ukilala unaanza kujiona wewe, ambako kwenye mazingira ambayo tunaita ndoto sasa. Unaanza kujiona wewe uko kwenye barabara ya rough road. Unatembea bila hata viatu. Ukisha lala unajiona tena wewe unatembea kule, au wewe uko polini, au wewe uko na watu sio wajua, watu wa ovyo, au wewe sijui uko kwenye nini. Unajiona ni wewe, lakini wewe mwenyewe umelala. Uko mahali labda unakimbizwa na simba, unakimbizwa na fisi, unakimbizwa sijui na nini wewe, lakini wewe umelala. Unaruka mala unaliwa na mamba, umeruka bahari, mamba kaza unaamka. Unasema afadhali ni ndoto, lakini uliojiona ni wewe. Sasa uwaga unawezaje kutofautisha kati ya wewe uliyelala na wewe yule anayeoperate? Nafsi inapolala mwili huwa unaamka. Mwili unapolala nafsi huwa inaamka. Kwa sababu kazi ya nafsi inaishi katika ulimwengu wa roho na mwili unaishi katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana Biblia inasema mwanadamu ni roho lakini pia ni mwili. Mashetani ni roho, hayana mwili. Yanapotaka kufanya kazi au kuoperate kwenye maisha ya kibinadamu, lazima yampate mtu, yamuingie ndani yake. Haleluya. Alafu the way yule mtu anaoperate, mnaona humu ndani kuna jini. Mungu ni roho. Akitaka kuishi na kuoperate katika maisha ya kibinadamu, lazima atafute mtu aingie ndani yake. Kuna mambo huyo mtu akiyafanya, wote tunajua haya sio kwa ufahamu wa kibinadamu, isipokuwa huyu mtu ndani yake kuna Mungu. Kwa nini unaona kuna mambo ya kiungu yanafanyika yasiyo ya kibinadamu? Kwa hiyo hapo tunajua huyu ndani yake kuna roho ya Mungu. Kwa hiyo wewe wa rohoni ambaye ni nafsi au ni roho, kama umefungwa, kila ukilala utakuwa unajiona uko gerezani. Kwa nini? Nafsi yako wewe wa rohoni yuko gerezani. Kwa hiyo mwili ukilala tu, nafsi inaendelea na shughuli zake kwenye ile shughuli kule. Wenzetu wamefundishwa sana mambo ya rohoni ya upande mwingine, ambao wakishafundishwa wanatakiwa waanze kuyapply ili waone namna yanavyofanya kazi. Sisi tulivyolelewaga kwenye dini zetu, tulikuwa tu tunafundishwa Mungu as nadharia. Tunajua tu Mungu yupo, tunajua tu kuna kitu inaitwa Yesu, tunajua kuna kitu inaitwa Roho Mtakatifu. How Yesu anaoperate, how Roho Mtakatifu anaoperate, how Mungu anaoperate, hatukufundishwa. Ndio shida yetu. Kwa hiyo unajikuta tunaamini tu kwamba kuna Mungu, Yesu yupo, Roho Mtakatifu yupo, anatusaidia, anatulinda. Hao wanaweza kutusaidia, hao wanaweza kutulinda, hatukufundishwa. Lakini wenzetu wanafundishwa mpaka namna ya kuyaita mashetani na kuyatumia. Unanielewa mtu wa Mungu? Sasa wenzetu wamefundishwa namna ya kuapply. Kuna level ukisikia